Bwana mimi naitwa Musa Ali. Nilikuwa naenda kwenye mzunguko wangu, alikuwa asubuhi saa 11 asubuhi. Nilikuwa ngapita njiani sehemu nikakuta nazi zimewekwa. Wakati nazi zimewekwa nikaanza kuziokota nazi. Lakini ziko nje ya fence yenyewe ni ya wavu. Alafu ndani kuna mambwa. Mambwa hapo mambwa kama 10 vinavyoona. Nikawa nakuta nazi mambwa kana nipigia kelele. Mambwa ananipigia kelele, lakini nakusanya nazi zangu, shamaliza kusanya nazi nikata kwenye shati. Nikawa naondoka sasa, akaja Hassan Mwakinyo, yuko na kijana wake wa kazi. Alipokuja kijana wake wa kazi pale, wakaniuliza wewe vipi? Nikamwambia poa. Akaniuliza nazi umepata wapi? Nikamwambia nazi nimeziokota pale. Akanambia basi umeyakanyaga. Nikamwambia umeyakanyaga vipi? Wakati mimi nimeokota. Akanambia mwisho kwanza basi. Sasa mimi nikamfuata, kwa sababu sikumkimbia kwa sababu nilikuwa sio mwizi. Nikamfuata, alipofika pale akanishika tai, akanipiga, akaanza kunigonga kichwani kwanza na kishoka. Hapo kamaliza akanipiga mitama, akaniburuza, akaniingiza ndani kwake. Aliponiingiza ndani kwake kule kuna mwanamke, sijui mwanamke wake, itakuwa labda mwanamke wake. Akawa anamzuia, anambia sana hicho kitendo sasa ukifanya ndani kwangu, sitaki kabisa hiki kitendo ukifanya ndani kwangu. Akawa hajamsikia. Ikawa msikilize yule mwanamke. Akamwagizia kijana wake wa kazi, akamwambia bwana kalete kisu, akaleta kuleta kisu. Akaanza kunifanyaje? Kunikata mguu. Aliponikata mguu akanivua nguo. Aliponivua nguo akafukulia mambo 6. Nikamwambia mambo ndo akaanza kunishambulia kama hivyo mnavyoona. Ilikuwa ni majira saa ngapi? Kwa sababu ilikuwa sina saa, ila mimi ninachojua kwamba ilikuwa ni ile watu wanavyoswali ile kipindi cha mwisho asubuhi wanavyoswali. Umeona? Kwa sababu ilikuwa sina saa na kalili. Umeona? Kwa hiyo sasa kati kuna ngangani kwamba askari ndo kafanyaje? Na nikamwangalia mtu sura nikaiona kwa sababu ushafanyaje? Ushangani kwamba lisali lishaisha tayari, nishashambuliwa tayari, nishachoka, nimekata pembeni hivi. Sina kazi. Wewe ulikuwa unafanyaje? Mimi nilikuwa napita, nilikuwa naelekea nani sehemu ilikuwa kuna kazi, ilikuwa Tangabishi pale kulikuwa na kazi ya kufikia nguzo. Nilikuwa nasubiri ile kazi, ilikuwa taka asubuhi. Nilikuwa naenda na kufikia nguzo, kwamba njiani ndo nikakuta na hizo nazi njiani, nazi 6. Na wakati Mwakinyo anafanya hicho kitendo alikuwa anakufahamu wewe ni nani? Kwa sababu toshi mtaa mmoja, labda kama sema tu hanifahamu ni yeye mwenyewe, lakini mimi ninavyoamini kwa sababu toshi mtaa mmoja ananijua vizuri. Kwa sababu toshi mtaa mmoja. Unajishughulisha na biashara gani? Mimi mwenyewe rasmi kazi yangu ni baharini. Ni kwamba hiyo kazi ya nguzo za Tangabishi ni kwamba imetokea tu mishi ya kwa dharura. Na hizo nazi ni zipo upande wa Mwakinyo au zilikuwa ziko barabara? Yaani fence ya Mwakinyo ilikuwa ni wavu. Baada ya wavu inachofuatia ni bahari, ni ufuko wa bahari. Ni kwamba ni kama vile ndi mapolipoli. Ni kwamba mtu wa kwanza kupita maeneo hayo ni mimi hapa. Ni kwamba zile nazi zimekuwa kama vile zimetegwa, lakini sikujua kama zimetegwa kwa sababu zimewekwa, zimepangwa kabisa kwamba mpaka kule. Ziko nazi 6. Alafu kwenye hizo nazi pembeni kidogo kuna nazi nyingine ambazo haimuhusu. Ni kwamba hiyo sehemu yake yenyewe ni kwamba sio kwamba labda sijaingia kutokana kwa sababu ukiangalia tu kwa ndani kuna mambo kibao. Ni kwamba hastahili mtu kuingia. Sasa mara baada ya kutokea kwa tukio hilo majira saa 11, ni nani alikuja kukuokoa na kukuweza kuleta bombo? Mimi mtu aliyekuja kuniokoa mara kwanza alikuwa kwa sababu aliniachia mambo karibia isali zima. Mimi nangatwa na wale mambo manne ikawa ameniacha, akabaki mawili ambayo alikuwa ananishambulia. Sasa ikawa simeshakosa nguvu pale kama nimekaa sehemu tu nasubiria kufa. Umeona bwana? Kidogo sana nikashangaa kama unasikia kama vile kuna mtu akashakuja tayari, mtu alikuja kama mwenyekiti na hisi. Kwa sababu ilikuwa fahamu bado ilikuwa sina vizuri. Mwenyekiti pale alipokuja kama anaongea, lakini mwenyekiti hakumfuatiliza. Aliniuliza bwana wewe vipi? Kakaa namjibu, lakini kumjibu kwenyewe ilikuwa simjibu vizuri. Kidogo sijakaa sana, nashangaa na askari pia nao washaingia muda huo. Ndio kama askari walivyoingia pale ndio wakanichukua tu wakanitia kwenye nini pale, wakaniambia kama nasikia sema tumburuze bwana kashakufa huyo. Nasikia askari wanasema hivyo. Wakanitoa askari wakanichukua wakanipakia kwenye gari. Najikuta sasa niko hospitalini. Na pengine labda kuna taarifa zozote kwamba Mwakinyo amekamatwa au bado hujapata taarifa yoyote? Mimi hapa taarifa ilikuwa zinakuja hapa, nilikuwa kuna viongozi wanakuja wananifuatilia na niuliza kuhusu tukio, kana nawaelezea, lakini sijajua kama amefuatilia vipi wenyewe. Pengine wito wako sasa ni upi kwa serikali kufuatia madhara ambayo yamekupata? Mimi ninachoona hapa kwa sababu kwa jinsi vilivyo na mtaani nilikuwa naishije kufanya tukio hata siku moja. Na hata kitu cha polisi mimi sikijui kilivyo. Yaani kwamba sio mwizi kifupi. Kwa sababu watu wao tunao waona wengi wananijua mpaka watu wananifuata kila siku hapa kwa sababu wanajua mimi sio mwizi na sije kusikana na tukio lolote hata siku moja. Umeona? Kwa hiyo mimi ninachoomba hapa kama serikali kwa ile wameliona hili hapa, watakiwa kama serikali wajua fanyaje wenyewe kwa sababu tukio kama hivi ninavyoona mimi sijui kama nisemeje. Kwa hiyo serikali wenyewe wanajua fanyaje. Na gharama za matibabu pengine nani anashughulika nazo? Mara kwanza nilipokuja hapa ni kwamba ilikuwa bado familia yangu haijafika. Ni kwamba nimekaa kama siku moja hivi. Siku ya pili familia yangu ndo akafika. Ni kwamba sijajua kwa mwanzo kama alikuwa anashughulika na nini kuhusu matibabu, lakini familia yangu ilipofika ni kwamba mambo yote sasa nikajua najua familia yangu siipo. Na itakuwa anashughulika wao mpaka sasa hivi sasa.